Kisha habari hali unaona ndio kama hii. Unaona magari yanavyopita. Kuna bomba kama juzi ilikuwa linavuja hapa. Hebu angalia hali yenyewe. Hali ndio kama hii. Mwea, angalia gari tunavyoteseka nalo. Gari ndio hivi tunavyoteseka. Naomba mtusaidie huko popote mlipo. Kwa naomba huko popote mlipo mtusaidie. Naomba mtusaidie kabisa. Diwani tumemwambia, mwenyekiti anajua tatizo hili, lakini hatusaidii. Tunamuomba Mheshimiwa Mwea atusaidie kutuletea magari la kwaru, watujazie hata barabara inyanyuke juu, kwa maana hapa hata mtoto akizama anaweza kupotea muda wote. Kero yetu kubwa tulokuwa nayo kwa sasa ni kuhusu mitaro. Imekuwa ni changamoto. Sisi tulichokuwa tunakuomba kwa meya, tunachomuomba sisi kikubwa ni kuhusu kutusaidia tu kuhusu mitaro. Hapa kama gari la kwako sio 4 wheel kama unapoona hapo, haliwezi kupita hapo. Tunamuomba meya jiji atusaidie tutengeneze mitaro, kwa sababu mwenyekiti mwenyewe alisema atashughulikia swala la kwaru kuwekwa barabarani, lakini bado shida ni ile ile. Wewe unaona pale mbele kwaru umemwagwa, lakini bado shida bado ni ile ile, maana madumbi bado zitakuwepo tu. Na tukawaambia mwenyekiti na diwani, ile kitu tatusaidia ni kuweka mitaro na ndio tumwage kwaru. Sasa meya jiji ile kitu tatusaidia. Kama tutapata watu, kama mitaro zitachimbwa. Hapo tutakuwa tumesaidika ili maji ipate mwongozo, mwelekeo ya kwenda. Naomba meya tusaidie. Kerida aje anyanyue barabara, akishanyanyua na atengeneze mitaro pembeni ya barabara ili maji isafiri kwenda. Mheshimiwa Meya, tunaomba uweze kurekebishia barabara iwe nzuri kabisa. Tuweze kupita wenye magari, wenye pikipiki na sisi kwa tembea kwa miguu. Ni kilio cha wananchi wa mtaa wa Muriet hapa katika kata ya Muriet jijini Arusha, ambapo wanamlilia meya wa jiji la Arusha kuweza kuwasaidia kutokana na ubovu wa barabara hii ambayo inaitwa barabara ya Kwa Patel na barabara ya Nyerere, ambayo katika eneo hili barabara hii imekuwa njia ya maji yanapita hapa, lakini licha ya maji tu kwenda yanatuama hapa kiasi ambacho sasa inapelekea shughuli mbalimbali za binadamu kuathirika. Wananchi hawa wanasema hadi kuna wakati wanafunzi hawawezi kwenda shule kwa sababu ya madembwe makubwa ya maji. Njia hazipitiki, si kwa watembea kwa miguu, lakini pia si kwa wenye vyombo vya usafiri. Hali kote ni mbaya. Na kutokana na kwamba kwenye kata hii wananchi hao wameshuhudia juhudi mbalimbali ambazo Mheshimiwa Meya amezifanya, hasa katika eneo la kule Nadokati na Dosoito na maeneo ya mtaa wa Mashariki, ambako baada ya Meya kufanya ziara katika maeneo hayo mafanikio makubwa yameonekana, hasa barabara za wananchi kupitika, nao wakapaza sauti kwa mstahiki Meya Maximilian Materange kwamba awasaidie. Tarehe 6 ya mwezi huu wa 4 mwaka 2025, mwenyekiti wa mtaa kwa dharura hii ya hali ya barabara hii akaitisha mkutano wa mabalozi watatu katika eneo hili. Baada ya wananchi kutoa kero hizi kwa mstahiki Meya Maximilian Materange, meya wa jiji la Arusha, ikamlazimu mwenyekiti wa mtaa kumpigia simu Mheshimiwa Meya katikati kikao hicho, na Meya kuzungumza na wananchi moja kwa moja, na Meya akapata nafasi ya kuzungumza na wananchi hawa na kuwatia moyo, lakini pia kuwapa pole kwa majanga ambayo yanaendelea katika eneo hili kutokana na ubovu wa barabara, na kuwaeleza kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko pamoja na wao na changamoto hiyo pia imeipokea. Lakini pia akaahidi katika utatuzi wa changamoto hiyo siku ya Ijumaa ya tarehe 11 atafanya ziara katika eneo hilo pamoja na timu yote, ikiwa ni pamoja na Mheshimiwa diwani wa kata ya Muriet pamoja na wataalamu mbalimbali, ili kuhakikisha changamoto hiyo ya wananchi inatatuliwa vilivyo. Meya Maximilian pia alitoa rai kwa wananchi hao kwamba matumizi ya nguvu hayashauriwi katika kudai haki mbalimbali, ikiwa ni pamoja na changamoto ambazo zinaikabili jamii katika eneo hilo. Badala yake amewaasa wananchi hao kutumia njia sahihi, kwamba ofisi za serikali ziko wazi kuanzia ngazi ya mtaa, kata, mpaka jiji la Arusha, kwa maana mpaka katika ofisi yake ya mstahiki meya jijini Arusha. Changamoto kubwa ni barabara. Ndio maana nimekupigia na hawa wananchi wanakusikiliza. Walichoongea sana kwenye barabara ya Patel, ni barabara kubwa ambayo ni Oljoro, ni mitaro. Na lingine, kuna barabara lingine linaitwa barabara ya Nyerere Road.
walichokizungumzia pia wameona kwamba yani maji haya ya mafuriko inawatesa sana, ni wanafanya biashara maeneo haya, lakini maji yamelala kuanzia ile mvua ya mwanzo iliponyesha mpaka leo, yani hawawezi kutoka. Pia na watoto wanashindwa kwenda shule hii ya Kisimani, wanashindwa kupita kabisa kwa sababu maji yamelala kila mahali. Naam. Ndio. Sasa kuna ongelea barabara hii ndio pamoja na barabara hii inaitwa ndio. Kama kile unga barabara hii ndio kwa ndio. Kuangalia namna ya kuweka mahali ambapo panaweza wakawekeza kwa ajili ya kusaidia changamoto ambayo hivi ndio kama tunachofanya kwa ajili ya wananchi waweze kuendelea na maisha. Kwa hiyo nitajitahidi kufanya ziara huko na mwambie mheshimiwa diwani pia awe ukaangalia maeneo alafu tuone ni kwa namna gani tunaweza na kufanya maboresho ya kuja, lakini maboresho ya mfumo mpaka kwa hiki ndio ni vizuri watu wajue kwamba serikali iko makini, serikali na mapana kuhakikisha kwamba inajali miundombinu ya barabara. Lakini ni waombe pia matumizi ya nguvu kwenye gari haki ndio sahihi kwa amani, na binafsi kupongeze watu wako kufanya maandamano. Kwa hiyo tutakuja kufanya ziara kuangalia maeneo ambayo ni ya sana, basi angalia namna kuweka picha hayo maeneo. Hili hilo ni langu. Walikuwa wanatamani kujua kwamba ni siku gani utafanya ziara ili nipate pia kuwajulisha ili wawe na uaminifu zaidi. Siku gani? Mimi nina safari kesho, nitarudi Jumanne jioni au Jumatano. Kwa hiyo kama Alhamisi napata muda wa kuja. Jumaa wananchi kama nimemsikia meya. Mmesikia meya Toeni sauti, nimemsikia meya wewe na amesema atakuja Ijumaa. Nadhani umesikia sauti ya wananchi wako. Haya baba, wapi wananchi watulie, serikali inawajali na najua kuna changamoto, lakini pia inajitahidi sana kutatua. Sawa, nashukuru. Wananchi wao watulie na kwa sababu ni kiongozi wao, ni kiongozi makini, kiongozi naye anaaminika, endelee kuongoza wananchi wako kwa utulivu bila sababu ya kuruhusu kwenye mitaa walikuwa maji na watu. Nashukuru sana mstahikimiwa, Mungu akubariki. Kwa hiyo upana wa barabara ni kiasi gani? Upana hiyo barabara ina upana ya mita 8, mita 7. Sehemu nyingine inaenda kuwa ina mita 7. Sijui waambie wananchi wasijenge kwenye hifadhi ya barabara. Sawa. Nimeshaelimisha kuanzia miaka nyingi sana, nilikuwa nawaambia wasisogelee barabarani. Lakini naomba siku hiyo tutashirikiana na utaona upana huo barabara ikoje. Haya baba, basi niwatakie jioni njema, kila la heri na Mungu awaongoze mwende kwenda. Amina, Mungu akubariki. Jamani wananchi, mmesikia? Hiyo ni kauli ya meya. Kwa hiyo na yeye amesisitiza, amesema kwamba atakuja siku hiyo ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa lazima tutafanya mawasiliano na diwani mtapa ripoti leo diwani, ili diwani apate kumpigia siku hiyo ya Ijumaa, tuje tutembee kwa pamoja, aangalie hapo meya atafanya jambo kikubwa tu. Viongozi wetu wa serikali hawataki kitu inaitwa maandamano. Maandamano si jambo jema. Jamani, huyo wenyewe mmemsikia. Siku hiyo akija, mtoke na muongee na mlie kweli shida yetu. Watoto wetu wanashindwa kwenda shuleni, shule ya Kisimani nyakati za asubuhi.